bosi? Tupo hapa. Safi kabisa. Safi kabisa. Tujambo kabisa. Sawa. Sasa sikiliza. Tuongelee churu. Mango. Ile kitu moja. Tuongelee kwenye churu. Shehe mshikamoo. Mjambo. Tujambo kabisa. Karibuni. Asante. Ngoja tupokee kitu kabisa. Karibuni. Ndio. Yaani mwanangu ndio hivyo. Maisha yenyewe haya, si unajua tena. Kwa nini katatu? Kwa vijana wangu. Ndio. Nimewaita hapa na mambo muhimu ya kuzungumza na nyinyi. Huu mwaka ni mwaka mgumu sana. Lazima tufanye mambo makubwa yatuletee manufaa. Ndio tajiri. Muda mwingi tulikuwa tukikamata kuku za watu, mbuzi. Sasa hizo sasa hatusaidii. Piga maduka makubwa. Huu ndio mpango nao. Mimi ni mwenyekiti. Yaani kwa hiyo mimi ni serikali. Hakuna ninachokiogopa wala mtu akutisha. Kwa piga issue kubwa zenye hela. Sawa, nyinyi maisha mnaonaje? Kiukweli wala maisha ni magumu tajiri. Umeona? Ndio maana sisi huwa upande, yani muda mwingi tuko na wewe tajiri. Ndio maana naomba kubuni mpango mpya mkubwa ili kila mmoja anufaike vizuri. Hiyo nimekaa kwa tajiri. Sasa ya msingi kuvunja maduka makubwa, piga. Hakuna kuacha. Sasa hiyo tajiri nimekaa kwa. Mambo nimeelewa. Hapo sasa Sawa. Hii imeenda kiongozi, imeenda. Piga mishimisha kubwa. Sawa. Mambo yaende. Safi. Hao nyinyi mko vizuri kimaisha? Hapana tajiri. Sina kusikiza wewe tajiri. Una baya. Lazima sio wote tuondoke. Wote wewe baya au nzuri wote tuondoke. Mimi kama mwenyekiti na mpango wangu maalum ya siri ndani ya siri. Ndio chini kwa chini. Tafuta maduka kubwa, piga. Safi tajiri. Sawa. Ndio. Kwa jipange kuvunja duka kubwa. Sio vitu vya kukusu nini, vitu havina maslahi kama hiyo. Sawa. Na sisi tunawaona kwamba tunawaona kazi yenyewe. Hapo mwenyekiti, mimi nimekuelewa sana. Sawa. Unajua kwa maisha ambayo tunaishi kama mimi na jamaa wangu hapa, yani huwa ni magumu sana. Ndio maana muda mwingi tumefoka sana kuwa yani kwako kama hapo. Sisi ndio steering. Maana ndio tajiri. Ule sio mrefu, ule mfupi ambao unakaribiana na pale kwenye kiuzaji kile. Ndio alikuwa anatupa mimi na jamaa wangu, nakwambia tuko tunanenepa pua tu. Wewe sasa hizi mashavu lazima yawe makubwa. Wewe ni boss wewe. Ndio maana mimi ni mwenyekiti. Mimi ndio serikali. Hakuna mtu akutusumbua kwenye mishemishe hii. Hakuna issue ya mtu ambaye kuvunja issue yetu. Kwa cha msingi ni kupiga nini? Kazi au vipi? Hapa kazi. Au vipi? Piga kazi. Amani mimi ndugu. Mesha hiyo. Sema. La sana tajiri. Bora bosi kama wewe, la sana. Kwanza niko fiti. Kubali. Hakika tajiri. Una baya tajiri. Kubali. Una baya tajiri. Hawezi kukukuta umetoka na tabu. Sawa, fresh. Poa. Si ati tukwate. Bila shaka. Poa. Tuendelee. Pia yuko mwenyekiti wa kijiji cha Kaputa ndugu Yona, na pia wapo ndugu jamaa na marafiki. Mheshimiwa Hakimu, mbele yako upande wangu wa kushoto ni mshtakiwa ndugu Hussein Alon ambaye anakabiliwa na kesi ya kumpiga ndugu Nelson Mandela sungusungu wa kijiji cha Kaputa. Kosa hilo alilitenda tarehe 10 siku ya Jumatano majira ya saa 8 mchana. Ndugu Nelson Mandela alikuwa katika majukumu yake ya kila siku. Alishambuliwa kwa kupigwa ngumi na kutuhumiwa ndugu Hussein. Hapo unaweza kupia kama dakika ngapi? Kama dakika 5 tutapata. Dakika 5.
natakiwa niwahi kazini. Chukua basi yako. Sawa. Sawa. Dakika 5 itakuwa tayari. Sawa. Sasa nikakaa. Unaruhusiwa tu. Basi sawa. Asante. Asante. Haya. Dada, habari? Salama kaka. Nimeingia mkukunguko hata sijakuona. Kumbe ulikuwa umekaa hapo. Yaani wizi unatuchanganya hadi tunasahau kusalimia. Za huko kutoka hapo. Nzuri. Wizi tena? Wizi mwenzangu. Yaani wanaiba. Yaani chikijiji wanaiba jamani. Hadi tutamani tutembeage na mabegi na magodoro tujitwishe huko migongoni. Yaani wanaiba, waangalie mbele wala nyuma. Hapo kwenye viongozi. Asi tuna hilo li mwenyekiti, kume. Lile baba libabaifu jamani. Ni babaifu li mwenyekiti tunaenda tunalalamikia mashida yetu. Hata shida moja kutatua haliwezi. Ile baba hapana kwa kweli. Yaani jana nimeenda kwa huyo mwenyekiti. Nimeibiwa vikuku vyangu pale nyumbani. Nimefika pale mwenyekiti. Nimeibiwa mwenzio kuku. Linatoa tu ile mimacho yake. Tumejilizana pale. Mpaka nimetimu. Yaani shoga yangu Ashura katoka juzi hapo kwa mwenyekiti. Kaibiwa kuku, kaibiwa mbuzi. Shoga yangu Mwajuma naye jana hivi kwa mkia leo kashalizwa huko. Vigodoro yani wamesomesha nyumbani kweupe ndani kwake. Sasa basi kwenda kumshtakia hilo ni mwenyekiti likumegumu. Mwenyekiti mbabaifu yule. Mwenyekiti mbabaifu. Si mwenyekiti tulimtoa wapi Arabi yule. Mungu atukumbuke sie. Ina maana hapa hapana ulinzi shirikishi sungusungu kwenye kijiji hiki? Wewe baba, uniulizia sana. Hata kwa mpelelezi. Wapo. Unafikiri hapo? Wapo hao sungusungu. Lakini hao sungusungu na hisi wanashirikiana bega kwa bega na huyo mwenyekiti. Yaani wanaiba kuku, wanaiba mbuzi, wanabaka ovyo kabisa. Na hilo li mwenyekiti linafuatetea sungusungu na penye ndio limewaweka lenyewe. Kulingana na matukio yanayotokea mara kwa mara kwenye kijiji hiki, mshapeleka malalamiko polisi? Hapo kwenye kwenda polisi. Jana tu nimetoka kumomba barua niende ngazi za juu. Kanifukuza digi. Kama anafukuza mbwa nyumbani kwake. Yaani nimetoka baru. Kwa hiyo hapo kwa mwenyekiti kuongelea masuala eti ya kwamba kwenda huko kwenye ngazi za juu unatafuta nongwa. Kaka, namna tayari. Aha. Haya, asante. Tunaenda matatizo. Wewe kaka, hebu kabuku basi kabaki huko change. Nipate kunilipia huko tena hapo kananilia. Haya. Usimsikia dada akichongea hapo. Haya. Haya, asante. Haya dada. Tunashukuru. Haya, mimi naenda. Haya.